kumtii Mungu. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Remember, Kumbukeni, before we continue with 2 Thessalonians, look at the book of Acts. kabla tuendelee na Wathesalonike wa pili, tunaweza Acts kutazama 5 chapter 29. kitabu cha Matendo ya Mitume. Hallelujah. Hallelujah. Just looking at the cost of obeying the command of God. Tunaangazia tu ile gharama ya kutii amri ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wako pamoja na mimi? It is costly. To obey God is costly. Kumtii Mungu ni gharama. Acts chapter number 5. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. He is saying in the book of Acts chapter number 5, let me get there. He says, Biblia inasema verse 29. mstari wa I 29. can begin from verse 27. Naweza anzia mstari wa 20. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Wakiisha kuwaleta hao mitume, wakawaamuru kusimama mbele ya baraza, kuhani mkuu akawahoji. We gave you, again, he says, we gave you strict orders not to teach in this name, he said. Tuliwaonya kwa nguvu musifundishe kwa jina hili. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and determined to make us guilty of this man's blood. Lakini ninyi mumejaza Yerusalemu yote mafundisho yenu, na tena mumekusudia kuleta damu ya mtu huyu juu yetu. Peter and the other apostles replied, Petro na wale mitume wengine wakajibu, we must obey God imetupasa kumtii Mungu rather than human beings. kuliko wanadamu. Let us clap to Jesus. Wacha tupigie Yesu makofi. We must obey God, Lazima tumtii Mungu, not human beings. sio wanadamu, Because kwa sababu our existence, Kuishi kwetu. kuwepo kwetu. Hallelujah. haleluya, The world ulimwengu was created uliumbwa and it was bare. na ilikuwa tupu. There was no creature. Hakukuwa na kiumbe chochote. Hallelujah. Haleluya. After some time Baada ya kitabu came kidogo, animals, wakaja wanyama, came trees, ikaja and miti, another creature called a human being. na kiumbe kingine kiitwacho mwanadamu. God created human beings. Mungu aliumba wanadamu. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu Now lisifiwe. tell me, who is to obey? Sasa niambieni, ni nani wa kutii mwingine? Should I obey God or man? Na je, ni mtii Mungu ama mwanadamu? We must Lazima obey God lazima tumtii and not Mungu man. na sio mwanadamu. Hallelujah. Haleluya. But it is costly. Ni ya gharama. Lakini inayo gharama. Lakini Let's inayo continue. gharama. We are still reading the book of Acts chapter number 5. Bado tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. So they didn't want them to preach the name of Jesus. Kwa hivyo hawakutaka wahubiri kwa jina la Yesu. So Peter and the other apostles stepped forward Kwa hivyo Petro na mitume wengine wakakanyaga mbele in court. kule kotini, And malango ya gereza iko wazi. And they are questioned. na wao wanawatia swali. We gave you strict order Tuliwapa amri kali, not to preach in this name. musihubiri kwa jina hili, And you are still defiant and preaching. na bado nyinyi ni wakaidi. They na say, kaidi. Wakasema We must obey God lazima tumtii Mungu and not man. na sio mwanadamu. Man says, Mwanadamu anasema don't preach. usihubiri, And God has said, na Mungu amesema go to every corners of the earth and preach. nendeni kwenye miisho yote. Who should I obey? Na je, The napaswa one kumtii that creates or the one that is created? yule ambaye aliumba ama yule ambaye aliumbwa? Hallelujah. Haleluya. Is the president man? Je, rais ni mwanadamu? How about your boss at work? Is he a man? Na je, bosi wako kazini, je, yeye si mwanadamu? We must obey God Lazima tumtii Mungu and not man. na sio mwanadamu. But it has a cost. Lakini inayo You gharama. can lose your job, Unaweza poteza but we kazi must yako. obey God. Lakini lazima tumtii You Mungu. can lose your husband, Unaweza but poteza we mume must wako. obey God.
lakini lazima You tumtii can Mungu. lose your wife. Unaweza poteza mke wako And he goes with na children. yeye aende. He says, Anasema verse 28. mstari wa 28. Let's run quickly to verse 29. Tukimbie kwa haraka kwenye mstari wa And remember 29. the reason why they don't want them to preach in the name of Jesus. Na kumbukeni sababu ambayo hawataki wahubiri kwa jina la Yesu. Whenever the name of Jesus is preached, Wakati wowote jina la Yesu linahubiriwa, wachawi wako na shida. wachawi wako na shida. They are guilty. Wao wanajihukumu. Hallelujah. Haleluya. Hata mshirati akiwa ndani ya kanisa kama kanisa hili na mtu ni mshirati, ataki pasta mwenye anahubiri kuhusu hukumu ya Mungu inayokuja juu ya washirati. Na kama kuna mchawi hapa, akisikia tunaanza kutaja mambo vitu za mchawi, anaanza tu kutetemeka. Na kama kuna mwongo hapa, ataki mambo ya uongo itajwe. So whenever they preach the name of Jesus, Kwa hivyo wakati wowote walihubiri jina la Yesu, hallelujah, haleluya, they were guilty walikuwa because wanajihukumu they murdered Jesus. kwa sababu walimuua Yesu. And now they are preaching saying, Na sasa wanahubiri the one you murdered yule muliyemuua and buried na mukamzika has resurrected amefufuka and is coming back na anarudi to tena judge you. kuwahukumu ninyi. So they fear. Kwa hivyo They waliogopa, want to stop them. wanataka Lakini kuwazuia. injili ni nani? Hallelujah. Wayahudi walitaka kuizuia injili, lakini badala yake injili yasonga mbele. Hallelujah. You cannot stop the word of God. Hawezi kuzuia na It has kukomesha neno la power. Mungu. Remember Liko the na other time when nguvu. we were looking at the life of Paul, even Paul himself. Wakati Look ule- at the conversion of Paul. Tazameni kubadilishwa na kugeuzwa kwa We're Paulo. not talking about Mchoko and all that. But anyway, Lakini hata hivyo, let us continue reading this scripture because this is where I want us to arrive at. Wacha It tu- says in verse 29, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Petro na wale mitume wengine wakajibu, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, whom you killed by hanging him on a cross. ambaye ninyi mulimuua kwa kumtundika kwenye msalaba. God exalted him to his own right hand as prince and savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Mungu alimtukuza akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi na mwokozi, ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, Nasi tu mashahidi wa mambo haya, vivyo hivyo na Roho Mtakatifu, whom God has given to those who obey him. ambaye Mungu amewapa wale wanaomtii. The Holy Spirit Roho is Mtakatifu not given to anybody. yeye hapewi tu mtu yeyote, Only those who obey God, ni wale tu wanaomtii Mungu. hallelujah, Haleluya, are given the Holy Spirit of God. wanapewa Roho Mtakatifu wa Mungu. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu The lisifiwe. Holy Spirit that God gives those who obey him. Roho Mtakatifu ambaye Mungu anawapa wale wanaomtii. Verse 33, when they heard this, Mstari wa 33, waliposikia haya, they were furious and wanted to put them to death. walijawa na ghadhabu wakataka kuwaua wale mitume. But a Pharisee named Gamaliel, Lakini mfarisayo mmoja jina lake a Gamalieli, teacher of the law, aliyekuwa mwalimu wa who sheria, was honored by all the people, aliyeheshimiwa na watu wote, stood up akasimama mbele in ya the baraza. Sanhedrin Akasimama mbele ya baraza, and ordered that the men be put outside for a little while. akaamuru wale mitume watolewe nje kwa muda. Then he addressed the Sanhedrin, Ndipo alipowaambia wajumbe wa baraza, men of Israel, enyi watu wa Israeli, consider carefully what you intend to do to these men. fikirini kwa uangalifu yale mnayotaka kuwatendea watu hawa. Some time ago, Kwa maana wakati uliopita Theudas appeared,
aliinuka mtu mmoja jina lake Theuda, claiming to be somebody. ambaye alijidai kuwa yeye ni And mtu about maarufu. 400 men rallied to him. Akapata wafuasi wapatao 400 walioambatana naye, He was killed. lakini aliuawa All his followers were dispersed. na wafuasi wake wote wakatawanyika na And it kupotea. all came to nothing. Na baada ya na wakapotea. After him, Baada yake Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. alitokea Yuda Mgalilaya wakati ule wa kuandikwa orodha ya watu, akaongoza kundi la watu kuasi. He too was killed. Naye aliuawa And all his followers were scattered. nao wafuasi wake wakatawanyika. Therefore, in the present case, I advise you, Kwa hiyo kwa habari ya jambo hili na washauri, leave these men alone. jiepusheni na watu hawa, Let them go. waacheni For waende if zao. their purpose or activity is of human origin, Kwa maana kama kusudi lao na shughuli yao imetokana na mwanadamu, it will fail. haitafanikiwa. Let us clap to Jesus. Pigie Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. He told the Sanhedrin, Aliambia baraza, Gamaliel Gamalieli was a philosopher. alikuwa He was a mwanafilosofia, professor. alikuwa profesa, He was so honored. alikuwa ameheshimika sana. Actually, Saul was his student. Kwa hakika Sauli alikuwa mwanafunzi wake. So Gamaliel stood Kwa hivyo Gamalieli akasimama and told the jury, akaambia Mahakimu, mahakimu, he told them, akawaambia, listen, men of Israel, sikilizeni watu wa Israeli, be careful makinikeni what you want to do to these people, kile ambacho mnataka kuwafanyia watu hawa, meaning the disciples. kumaanisha wanafunzi. Be careful with what you want to do to the disciples. Makinikeni na kile ambacho mnataka kuwafanyia wanafunzi. Leave these people alone. Achaneni na hawa watu. If this gospel they are preaching Ikiwa injili hii ambayo wanayubiri is man-made, imetengezwa ama inatokana na is mwanadamu, something imebuniwa na binadamu, ni kitu ambacho kimebuniwa na mwanadamu, you will stop it. It will stop. It will end. utaikomesha na itakoma. But if it is from God, Lakini kama imetoka kwa Mungu, you will just be fighting against God. utakuwa tu unapigana na Mungu. And that is a battle you cannot win. Na hivyo ni vita ambavyo kamwe So hauwezi give these kuvishinda. people time. Kwa hivyo wape hawa watu muda. If the gospel they are preaching Ikiwa injili wanayohubiri is man-made, imebuniwa na mwanadamu, you will stop it. wewe utakomesha. Because Kwa sababu a man came, Theudas, mtu alikuja aitwaye and Thaddeus, 400 people. He had a church of 400 people. na akawa na kanisa la watu 400. He was killed. Aliuawa. Immediately he was killed. Punde tu aliuawa, His church disappeared. kanisa lake likapotea na kutoweka. Another came, Judas. Mwingine akaja juu, He also preached. pia alihubiri, He also lit a revival. pia aliwasha uvuvio. Hallelujah. Haleluya. And many people followed Na him. watu wengi wakamfuata. But when his revival was put to the test, Lakini wakati uvivio wake ulijaribiwa, when his message was put to the litmus test, wakati ule ujumbe wake ulijaribiwa, he was killed. yeye aliuawa. Immediately he was killed. Punde tu aliuawa, His followers wafuasi wake disappeared. wakatoweka. Hallelujah. Haleluya. But this one, Lakini hii hapa, this is strange. hii ni You know, geni kabisa. Gamaliel had Gamaliel. sensed danger. Yeye alikuwa amehisi kuna Gamaliel hatari. alikuwa ameshaona hatari, kwa maana Theudas alipouliwa wafuasi wake wakatapakaa wakapotea. Judas alipouliwa injili yake wafuasi wake ikapotea wakatapakaa. Lakini Yesu alipouliwa akafufuka, wafuasi wake wanaongezeka, hata leo tuko. Hallelujah. Hallelujah. So Gamaliel alikuwa ameshajua hii ni tofauti na ile ya Theudas, hii ni tofauti na ile ya Judas. This one Hii hapa is not man-made gospel. siyo injili ambayo imebuniwa na mwanadamu. Hallelujah. Haleluya. Ya kupata unga na maandazi. This one Hii hapa ni ya kuokoa nafsi. I'm still
looking at consequences of rejecting the eternal gospel. Bado ninaangazia madhara ya kukataa And injili ya already you milele. can see the cost. Na tayari mnaweza kuona gharama That people, ya kwamba watu hallelujah, haleluya suffered, were waliteseka, persecuted, waliteswa, they were assassinated wao walichinjwa na kuuawa as they were making their way to ensure that gospel wakati walikuwa wanahakikisha ya kwamba hiyo injili of the salvation of souls ya wokovu wa nafsi reach us. inatufikia sisi. Let us clap to Jesus. Tupigie Yesu Let me makofi. finish on Acts. Wacha nimalizie kwa Matendo ya Mitume. It says, Biblia inasema verses 38. mstari wa 38. Therefore, in the present case I advise you, leave these men alone, let them go, for if their purpose or activities of human origin, it will fail. Kwa hiyo kwa habari ya jambo hili na washauri, jiepusheni na watu hawa, waacheni waende zao, kwa maana kama kusudi lao na shughuli yao imetokana na mwanadamu, haitafanikiwa. Hallelujah. Hallelujah. That if their gospel Ya kwamba ikiwa that injili they yao are preaching ambayo wanahubiri originates from man, inatoka kwa it mwanadamu, will not go far. haitaenda mbali. Hallelujah. Hallelujah. But if this gospel, it Lakini says in verse ikiwa- 39, laki- but if it is from God, but if this gospel has come from God, hallelujah, Lakini ikiwa injili hii imetoka kwa Mungu, you cannot stop it. hamuwezi It is kuizuia, unstoppable. haiwezi It will kukomeshwa. go on and on and on. Itaendelea na kuendelea na kuendelea. He says, Anasema, but if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourself fighting against God. lakini ikiwa imetoka kwa Mungu, hamtaweza kuwazuia watu hawa. Badala yake mtajikuta mnapigana dhidi ya Mungu. His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. Wakapokea ushauri wa Gamalieli, wakawaita mitume ndani, kisha wakaamuru Verse wachape. 41. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Wale mitume walitoka nje ya baraza wakiwa wamejaa furaha kwa sababu wamehesabiwa kustahili kupata aibu So, kwa brethren, ajili ya jina la Yesu. To obey God. Remember, these apostles were flogged. Kumbukeni, hawa mitume walichapwa, They were beaten. walipigwa, They were persecuted. They waliteswa, were afflicted. wao They waliteswa, were abused. walitukanwa, They were ashamed. waliaibishwa, Humiliated. walidheleleshwa. Why? Kwa nini? Because they were fighting to obey God and not man. Kwa sababu walikuwa wanapigana kumtii Mungu na wala si So to mwanadamu. obey God is Kwa costly. hivyo kumtii Mungu ni gharama. Hallelujah. Hallelujah. To obey God Kumtii is Mungu ni costly. gharama. In your household, Katika nyumba yako, wherever you go, popote uwe At work. kazini, be ready. uwe tayari Anytime wakati you wowote resolve unaamua to obey God, kumtii Mungu, be ready. uwe tayari. It is costly. Ni gharama, Inayo gharama yake. inayo gharama yake. Hallelujah. Hallelujah. But we must Lakini ni we lazima, must obey God. lazima tumtii So, Mungu. Kwa hivyo coming back to the book of 2 Thessalonians, as wangapi wanaenda kazi? Kama unaenda kazi, amuka tu, saa yako ikifika, si ndio? Ama tufanye namna gani? Utatoka tu, lakini ukiona utaki kutoka pia ukae tu. Okay, now 2 Thessalonians chapter number 1. kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya kwanza, We are continuing here. tunaendelea hapa. It says, Biblia inasema verse 5, I want to read very quickly. All this is evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. mstari wa 5, haya yote ni uthibitisho kwamba hukumu ya Mungu ni ya haki, na kwa sababu hiyo ninyi mtahesabiwa kwamba mnastahili ufalme wa Mungu ambao ninyi mnateswa kwa So ajili he yake. promises those who resolve to suffer at the expense, or those who resolve to obey God
Anaahidi wale ambao wanaamua kumtii Mungu, even if it means being persecuted. hata kama itabidi He wateswe. promises them eternal life, the kingdom of God. Anawaahidi uzima wa milele, ufalme wa Mungu. In there you realize Hapo ndani mnatambua that one of the reasons why you really need to be strong ya kwamba mojawapo ya sababu ambayo mnahitajika kuwa uhodari and ama wenye nguvu confident, na wenye ujasiri, even though you be persecuted hata kama mtateswa for obeying God, kwa ajili ya kumtii Mungu, at the end, mwisho wake, hallelujah, haleluya, there is a reward. kunayo tuzo ama thawabu, The eternal kingdom of God. ufalme wa milele wa Mungu. But if you obey man, Lakini ukimtii Mungu, forget it. sahau kuhusiana na hiyo. If you obey man, Ikiwa utamtii Mungu, mwanadamu, forget the eternal kingdom of God. sahau ufalme wa umilele wa I'm Mungu. not teaching you to go and disobey your employer. Mimi siwafundishi muende kukosa kuwatii waajiri But wenu, basically I'm saying the following. lakini kimsingi ninasema hivi: How about if your employer, you are a woman and your employer wants to sleep with you in sexual sin? na je, ikiwa wewe ni mwanamke na mwajiri wako anataka kulala na wewe katika tendo la Will you ngono, still be obedient? je, bado utakuwa mtiifu? So you know what I'm saying. Sasa mnajua kile ambacho nakisema. He's saying, Anasema verse 6, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you Mungu ni mwenye haki, yeye atawalipa mateso and wale give relief to wawatesao you who ninyi, are troubled and to us as well. na kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja na sisi. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. Wakati Bwana Yesu atakapodhihirishwa kutoka mbinguni katika mwali wa moto So- pamoja na malaika wake wenye nguvu. Verse 8 is my target that will catapult us to the next scripture. Mstari wa 8 ndilo lengo langu ambalo litatupeleka kwenye andiko linalofuata. He will punish those who do not know God Atawaadhibu wale wasiomjua Mungu and do not obey the gospel of our Lord Jesus. na ambao hawakuitii injili ya Bwana wetu Let Yesu. us clap to Jesus. Tupigie Yesu So makofi. judgment is coming. Kwa hivyo hukumu inakuja. And in verse 8 the Lord is so clear. Na katika mstari wa 8 Biblia Bwana ako wazi kabisa. He says Anasema that judgment is coming ya kwamba hukumu inakuja to those who do not know God kwa wale wasiomjua Mungu and do not obey his na gospel. wale wasioitii injili yake. The gospel Injili is the gospel of God. ni injili ya Mungu. When you read in the book of Titus chapter 1 Wakati unasoma kwenye kitabu cha Tito sura ya kwanza verse 16, mstari wa so that I 16, may say something concerning verse 8 that we've read. ili ya kwamba nikaweze kusema jambo kuhusiana na mstari wa 8 ambao The Lord tumesoma. is saying in that verse 8 of the book of 2 Thessalonians chapter number 1, Bwana anasema kwenye mstari wa 8 wa kitabu cha Wathesalonike wa pili that he is sura ya kwanza, coming to judge. ya kwamba anakuja kuhukumu And he's coming to judge na anakuja kuhukumu those who don't know God wale wasiomjua Mungu and do not obey the na gospel. wale wasioitii injili. In other Kwa words, maneno mengine, they do not obey the gospel wao hawaitii injili and so cannot know God. na kwa hivyo hawawezi It kumjua is Mungu. impossible Haiwezekani to know God kumjua Mungu unless isipokuwa you obey the word of God, ulitii neno la Mungu, unless you accept isipokuwa the ukubali word of God. neno la Mungu. Judgment is coming Hukumu to inakuja those who do not know kwa God wale wasiomjua Mungu and don't obey the gospel of God. na hawatii injili ya When you Mungu. read in Titus chapter 1, Wakati unasoma kwenye kitabu cha Tito sura ya kwanza, Titus chapter 1 verse 16, this is what the Bible says. kitabu cha Tito sura ya kwanza mstari wa They 16, claim to know God, wanadai kumjua Mungu but by their actions lakini kwa matendo yao they deny him. wanamkana. They are detestable, Hao watu ni chukizo, disobedient, wasiotii, and unfit for doing anything good. wasiofaa kwa jambo lolote jema. The Bible says Biblia inasema there is a group of Christians kuna kikundi cha Wakristo in the church kanisani that claim ambao wanadai how they know God. jinsi ambavyo wanamjua They Mungu, claim wanadai how they know God. jinsi wanavyomjua But when Mungu, God
looks at them, Lakini wakati Mungu anawatazama, they do not know God. wao hawamjui Mungu. Why? Kwa nini? Kwa Because sababu they are disobedient. wao hawatii. Unless you obey God, Isipokuwa umtii Mungu, you cannot know God. hauwezi kumjua Mungu. They claim to know God. Wanadai kumjua Mungu. Then he says, Alafu anasema, but by their actions, lakini kwa matendo yao they deny him. wanamkana. Praise the name of Jina Jesus. la Yesu In lisifiwe. other words, Kwa maneno mengine, if you really needed to understand who knows God, ikiwa kwa hakika ulitaka kuelewa ni nani ambaye anamjua Mungu, he does not need to stand in front of you and say, haitajiki kusimama mbele zako na my kusema, name is John Ogutu, majina yangu ni John I am Ogutu, born again, nimeokoka, I love Jesus penda Yesu as my kama Lord Bwana and my personal Savior. mwokozi wangu, He has done a lot for me. amenitendea I really mengi. love him Ninampenda with sana all my kwa heart, moyo wangu with wote, all my mind, kwa akili with all yangu my zote, soul, kwa nafsi yangu with yote, all my strength. kwa nguvu zangu zote. No! Hapana. Just look at the actions, the conduct, the behavior of a human being, Well- and you will be able to understand that this particular human being knows God. Wewe angalia tu tabia, mienendo na matendo ya Ya mwanadamu, binadamu. na utajua kama huyu mtu Na anamjua utajua Mungu. huyu binadamu anajua Mungu. Hallelujah. Haleluya. Those who know God Wale ambao wanamjua Mungu are seen in their conduct. wanaonekana kwa mienendo yao. How? Jinsi gani? Because they are obedient. Kwa sababu wao ni watiifu. When they obey the word of God, Wakati wanatii neno la the Mungu, word of God transforms their Ne- conduct. neno la Mungu linabadilisha mienendo yao. He is saying Anasema they claim to know God, wanadai kwamba but wanamjua their Mungu, conduct lakini mienendo yao disagree inakatana with their testimony, na ushuhuda wao with their confession. na ile They ukiri wao. confess how they know God, Wanakiri jinsi ambavyo but wanamjua their Mungu, conduct lakini is mienendo yao contrary to their confession. ni kinyume na ukiri wao. Hallelujah. So Hallelujah. there is a group of Christians Kwa hivyo kuna kikundi cha in Wakristo church kanisani that offer lip service. ya kwamba wanatoa ibada When they talk of how they know God and love God, wakati wanazungumza jinsi ambavyo wanamjua Mungu na kumpenda Mungu, or when they sing, Ama even in their songs, ama wakati wanaimba katika nyimbo Yesu zao, wangu nakupenda, nakupenda, nakupenda. When they sing of how they love God, wakati wanaimba jinsi ambavyo wanampenda Mungu, and next minute you find them in sexual sin, na dakika inayofuata unawapata kwa dhambi ya the ngono, conduct, mwenendo, hallelujah, haleluya, erases every confession they made. inafutilia mbali kila ukiri ambao waliwahi kufanya. So to know God is conduct, Kwa hivyo kumjua Mungu ni mwenendo wako, because he's saying kwa sababu anasema those that claim to know God wale ambao wanadai kumjua Mungu but they do not know him lakini hawamjui, are the disobedient in the church. wao ni wale wasiotii ndani ya They kanisa. hear the word Wanasikia but neno they don't obey the word. lakini hawalitii neno. So the word Kwa hivyo neno adds no value in their lives. haiongezi udhamana wowote katika maisha yao. Their lives are not changed. Maisha yao hayajabadilika. So they just claim Kwa hivyo wanadai tu to know God. kumjua You Mungu. look at their dressings, Unatazama you can kuvalia know who kwao, knows God. unaweza jua ni nani ambaye Listen anamjua to Mungu. him speaking. Ukimsikia Oh, you anazungumza, can know who knows God. unaweza jua ni nani anamjua Mungu. Let us clap to Jesus. Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. He's saying Anasema the gospel of God. injili ya Mungu. Romans chapter 1 verse 1. Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza. He says, Biblia, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Biblia inasema hivi, Paulo mtumishi wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa kwa ajili ya injili ya Mungu. How many people remember what Gamaliel told the Sanhedrin? He told them, leave these men alone. Na je, ni wangapi wenu mnakumbuka kile ambacho Gamalieli aliambia baraza? Aliwaambia ya kwamba achaneni na hawa watu. If what they're doing comes from men, Ikiwa kile ambacho wanafanya kinatokana na mwanadamu, it will come to a stop. itafikia mwisho. But if it originates from God, Lakini kama inatokana na Mungu, it is unstoppable.
haiwezi kuzuiliwa na must kukomeshwa, accomplish. lazima itimize. Hallelujah. Haleluya. Malenga yake. And in the scripture I've read, Na katika andiko ambalo nimelisoma, the word of God neno la Mungu is the gospel of God. ni injili ya Mungu. When you read in Galatians chapter 1 verse 11, Wakati unasoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza it 11, says, Biblia inasema, can you read yours? Biblia inasema hivi, ndugu zangu, nataka mjue kwamba injili niliyowahubiria haikutokana na wanadamu. He says here, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. I have an IV translation that says it's not something made up by man. Sio kitu So ambacho the word of God, kwa hivyo neno la Mungu, the gospel, injili is not man-made. haijabuniwa na It is mwanadamu. not something made by man. Sio kitu ambacho kimetengezwa na mwanadamu. It originates from God. Inatokana na Mungu. It has power and authority Iko na nguvu na to mamlaka cause a drunkard kusababisha to mlevi loathe alcohol, akaweze kutupa pombe, kuchukia pombe. Hallelujah. Hallelujah. It has power Iko na to nguvu stop death. kuzuia kifo. It has power Iko na nguvu to raise the dead. kufufua wafu. It is not man-made. Haijatengenezwa na The mwanadamu. gospel, Injili, the eternal gospel, injili ya milele has power to change our lives. iko na nguvu ya kubadilisha maisha Because the yetu. underlying question, Kwa sababu swali la kimsingi, the disciples of Paul and Barnabas, wanafunzi wa Paulo na in the Barnaba, college of Paul and Barnabas, katika taasisi ya Paulo na did Barnaba, not need 20 years hawakuhitaji miaka 20 to be called Christians. waitwe wa Kristo. They took a semester of 1 year Walichukua muhula wa mwaka under the mmoja teaching of the word of God, chini ya mafundisho ya neno la and their Mungu. names changed from thief to a Christian, Na changed from wizards to Christians. Majina yao yakabadilika kutoka kwa mwizi kuwa Mkristo na kutoka kwa mchawi kuwa Mkristo. But you've been here 20 years. Lakini mumekuwa hapa miaka 20. To change your dressing code has become a problem. Kubadilisha mtindo wako wa kuvalia umekuwa shida. What is it? Je, ni nini mbaya? It means Inamaanisha you are disobeying the word of God. unakosa kutii neno la Mungu. But in the other hand, Lakini kwa upande you really mwingine, claim to know God. unadai kwa hakika unamjua Mungu. And you can say of how you are the people who, you know, are in this ministry, the first people. I remember when tulikuwa kwa magunia. Hiyo gunia yako imekusaidia na nini? Watu wengine wanakuja tu wanabadilika and things like that. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. So the gospel Kwa hivyo is injili the gospel of God. ni injili ya It is Mungu. not man-made. Haijabuniwa na mwanadamu. Actually, hata hivyo, Hata hivyo, it is the gospel that makes man, not man that makes the ni gospel. injili ambayo inamtengeza mwanadamu, sio mwanadamu Because anatengeza he injili. spoke Kwa sababu alinena and man was created. na mwanadamu It is not aliumbwa. man that makes the gospel, but it is the gospel that creates man. Sio mwanadamu ambaye anatengeneza injili, bali ni injili ambayo inamtengeza mwanadamu. I thought that is important Nilidhani hiyo ni ya muhimu, because one of the reasons that that makes people to, you know, reject the word of God. kwa sababu mojawapo ya sababu Unaweza pata ya kwamba pastor anahubiri na wewe ni msherati. Unajua tu vizuri wewe ni msherati. Pastor anahubiri alafu wewe na unajua wewe ni msherati ama mwizi, unamuka unasema huyo pastor ananihubiri, huyo pastor ananihubiri, huyo pastor ananihubiri. Ukweli ni kwamba hata kama amekuhubiri, wewe ni mwizi ama wewe ni msherati ama wewe ni muongo or something like that. All you need to do is just to repent. kile ambacho unahitajika kufanya ni kutubu tu. Wachana na swali mingi na mastori mingi na kutaka kujua nani aliambia pastor mambo yako. Kama ukweli we ni mwizi, we tubu tu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wacha kusema ati pastor ananisema sema ama nani ananisema sema. Wachana na mambo kama hayo. Let us clap to Jesus. Wacha tupigie Yesu makofi. I'm almost finishing. Niko karibu kumaliza. I requested for this opportunity. Mami, asante. Thank you so much. So it is the eternal gospel. Now, turn with me to the book of Revelation chapter 14. Geukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Ufunuo 14. I want to do it very quickly so that I don't lose many of you. Namaliza. Can you give me 10 minutes nimalize?
10. Nipe tu dakika 10 nitakuwa Naona nimemaliza. watu wa kazi sasa wamekasirika, wanaenda kazi. Thank you so much. It says, Biblia Revelation chapter 14, kitabu cha Ufunuo sura ya 14 verse 6. mstari wa 6. Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth. Kisha nikamwona malaika mwingine akiruka juu angani, naye alikuwa na injili ya milele ya kuwatangazia To wale every waishio nation, duniani, yani kwa kila taifa, tribe, language, and people. kabila, lugha na jamaa. Said in a loud voice, Akasema kwa sauti kubwa, fear God mcheni Mungu and give him glory, na kumpa utukufu, because the hour of his judgment has kwa come. maana saa ya kuhukumu yake Worship imewadia. him who made the heavens, Mwabuduni yeye aliyeziumba the mbingu, earth, dunia the sea, and the bahari, springs of water. na chemichemi za maji. So Kwa hivyo we see the one that preaches the gospel of God tunaona yule ambaye anahubiri injili ya Mungu is an angel. ni malaika. Had we good time, we would have read chapter 1 verse 1, Tungelikuwa na muda tungelisoma sura ya kwanza mstari wa where kwanza, you see clearly how the gospel is relayed from God, ambapo mnaona waziwazi ambapo injili jinsi au namna gani injili inapitishwa from God to Jesus to the angel, like that, until finally it reaches its destination. kuanzia kwa Mungu hadi kwa achana na hayo. Yesu. He's saying in the book of Revelation chapter 14 verse 6, Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6, the gospel of God injili ya Mungu is called the eternal gospel. inaitwa injili ya milele, Is preached by an angel. inahubiriwa na malaika, And the components of that na gospel vipengee vya hiyo injili are what bring a change in the life of a ni believer. vile ambavyo vinaleta mabadiliko katika maisha ya muumini. He says Anasema the components of the gospel of God, vipengee vya injili ya Mungu it brings the fear of God, inaleta hofu ya Mungu, and it makes a person to give glory to na God. inamfanya mtu akaweze kumpatia Mungu Meaning utukufu. when somebody looks at you, Kumaanisha ikiwa wakati mtu he anakutazama praises God. anamusifu He Mungu, says, anasema what God has done in this village, kile ambacho Mungu what God amefanya has kwenye done in the kijiji, life of this man, kile ambacho what Mungu God has amefanya kwa done in the maisha ya life huyu, of this kile woman, ambacho Mungu amefanya kwa maisha ya huyu, ashukuriwe Mungu. ashukuriwe Mungu. That when somebody looks at your life, Ya kwamba wakati mtu anatazama maisha they yako glorify the name of God anatukuza jina la Mungu, because of how the gospel has changed, transformed your kwa life. sababu ya jinsi ambavyo injili imegeuza na kubadilisha maisha You yako. were a drunkard, Ulikuwa mlevi, selling things in the house, unauza vitu ndani ya nyumba, stealing villagers, unaibia wanakijiji, kuku. kondoo. Watu hawana amani, hawawezi weka kondoo kando. Mtu hata akienda safari anatamani analete mchungaji achunge kondoo. But when you met the gospel, Lakini wakati ulikutana na injili, it struck your heart iligonga moyo wako and filled your heart with the fear of the Lord. na ikajaza moyo wako na hofu ya Mungu. You fear God. Unamhofu So, Mungu. in talking about the components of the gospel, Katika kuzungumza kuhusu vipengee vya injili, he says the gospel of God anasema injili ya Mungu instills the fear of God. inaweka hofu ya Mungu. Do you fear God? Je, unamhofu Mungu? If you don't fear God, Ikiwa haumhofu Mungu, then you are the people that have rejected the gospel. basi ninyi ndio watu ambao wameikataa injili. Does your life give glory to God? Je, maisha yako yanampatia Mungu If utukufu? your life has not given glory to God, Ikiwa maisha yako hayajampa Mungu you utukufu, belong to the group of people that have rejected the word of God. wewe ni wa kikundi cha watu ambao wamekataa neno la Mungu. If you received the word of God Ikiwa ulilipokea neno la Mungu and obeyed the word you received, na kulitii neno your ulilopokea, life cannot remain the same. maisha yako hayawezi kubaki It sawia, must be changed. lazima So he yabadilike. says, fear God, Kwa hivyo anasema mcheni give him Mungu, glory. mumpe utukufu, His judgment is coming. hukumu yake The inakuja. judgment that is coming Hukumu inayokuja is coming inakuja to those whose lives, kwa wale ambao maisha yao even after hearing the gospel, hata baada ya kuisikia injili they don't fear God wao hawamchi Mungu and have not glorified na God. hawajamtukuza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Haleluya. So the fear of God Kwa hivyo hofu ya is Mungu what
keeps a man from sinning. ni kile ambacho kinamzuia mwanadamu The kutenda dhambi. moment Adam and Eve feared God, Punde tu Adamu na Hawa walimhofu they Mungu, never dared moving close to the forbidden tree. kamwe hawakusongea ule muti ambao ulikuwa umepigwa But when the marufuku. devil came, Lakini wakati adui alikuja, the devil simply removed the fear of God. Shetani kwa urahisi aliondoa tu hofu ya Mungu. To fear God is to shun evil. Kumcha Mungu ama kuhofu Mungu ni kujitenga na To fear uovu. God is to stay away from sin. Kuhofu Mungu ni kukaa mbali na dhambi. Hai. Bwana Yesu apewe sifa. So in the components of the gospel of God, Kwa hivyo katika vipengee vya injili ya Mungu, whoever receives the gospel, yeyote anayepokea injili, his life maisha yake is a sin-free life. ni maisha ya ambayo Let's read hayana verse dhambi. 8 of that very book, Tusome. Revelation chapter 14 verse 8 now. Ufunuo 14 mstari wa 8 sasa. Says, Biblia inasema, a second angel followed and said, malaika wa pili akafuata akisema, fallen, fallen is Babylon the Great, ameanguka, ameanguka Babeli aliye mkuu, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. yeye aliyeyafanya mataifa yote kulewa kwa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Babylon Babeli then was the world superpower. wakati huo ulikuwa ile taifa kuu sana ulimwenguni. It was an economical hub. Ilikuwa ni sehemu ya uchumi, Ilikuwa ni makao makuu ya biashara. makao makuu ya biashara. Everybody desired to go to Babylon. Kila mtu alitamani kwenda Babeli. Like today, everybody wants to go to America. Kama leo kila mtu anatamani kwenda Marekani. Then people really decided to go to Babylon. Wakati huo watu walitamani sana kwenda So it Babeli. was a busy city. Kwa hivyo ulikuwa mji ambao And ulikuwa I na shughuli realized that sana. such cities Na nikatambua ya kwamba miji ya aina hiyo are crowded with sin. imejawa dhambi. Imejawa dhambi. Dhambi ya usherati kwa pale ndani, ya ulevi, ya uchawi, ya uganga na kila kitu, wizi na uwaji. So Babylon was a notorious city. Kwa hivyo Babeli ulikuwa mji ambao ulikuwa na uovu sana. When the angels of God are preaching the eternal gospel, Wakati malaika wa Mungu wanahubiri injili ya milele, you hear also in the components of that gospel, unasikia pia katika vipengee vya hiyo injili, the Lord is discouraging the listeners of the gospel Bwana anawakanya wasikilizaji wa injili not to love Babylon, wasipende Babeli, because judgment is kwa coming sababu hukumu inakuja to Babylon. Babeli. Why? Kwa nini Hukumu inakujia Babeli. hukumu inakujia? Why? Kwa nini? Because Babylon, Kwa sababu Babeli, the world, ulimwengu, has made people drunk. imewafanya watu walewe. The world has neutralized the love that man had for God. Ulimwengu umeondoa upendo ambao mwanadamu alikuwa nao kwa Mungu. People loved God Watu walimpenda Mungu before the devil presented the world. kabla ya shetani kuwasilisha dunia. When the devil wants you to disobey God, Wakati shetani anataka ukose kumtii Mungu, he presents to you the world yeye analeta kwako ulimwengu and the things in the world. na vitu vilivyomo ulimwengu. Hallelujah. Urembo, Urembo, utajiri, chakula, wanaume, wanawake. When the devil wants you to disobey God, wakati shetani anataka ukose kumtii Mungu, when the devil wants a man to disobey the word of God, wakati shetani anataka mwanadamu akose kulitii neno la he Mungu, simply presents the world. kwa urahisi analeta tu Because he ulimwengu wa knows madunia. that men love the world. Kwa sababu anajua wanadamu wanaipenda ulimwengu. They can quickly choose the world Kwa urahisi na kwa haraka wanaweza to kuchagua the ulimwengu expense of obeying God. na wakose kumtii He Mungu. did so to Adam and Eve. Alifanya hivyo kwa Adamu na Hawa. Hallelujah. Haleluya. And yet, Na ilhali the eternity of a human being umilele wa mwanadamu is embedded in obeying God. umewekezwa katika kumtii That is Mungu. Genesis chapter 2 verse 17. Na hicho ni kitabu cha Mwanzo The day you eat, you 2:17. will die. Meaning the day you disobey my command, you will die. Siku ambayo mutaila mutakufa, kumaanisha siku ambayo mutakaidi ama kukosa kutii neno langu. Obedience is eternal life. Utiifu ni uzima wa milele, However costly it is. hata kama ni ya gharama kiwango But gani. if you manage it, Lakini ikiwa it will utaweza, earn you eternal life.
uzima wa milele. Obeying God Kumtii Mungu is eternal life. ni uzima wa But milele. the devil Lakini shetani does not want human beings to enter eternal life with hataki God. wanadamu waingie katika uzima wa milele na Mungu. And he knows that if you want to cause a human being to disobey God and anybody, Na anajua ikiwa unataka mwanadamu akose kumtii Mungu ama mtu yeyote, just present the world. wewe mpatie tu He dunia. presented the world to Adam and Eve. And he Alipatia also Adamu tried na, our Lord and blessed Savior the same way. He wanted Jesus to disobey God. na pia kwa Bwana In wetu Matthew Yesu chapter 4. alitaka- Vivyo hivyo alivyofanyia, alijaribu kumfanyia Bwana wetu Yesu Kristo. Matthew chapter number 4. kitabu cha Mathayo sura ya 4. He says, is it verse 8? Let me see. Verse 8. When the devil was struggling to cause Jesus not to obey God, Wakati shetani disobey alikuwa God. anang'ang'ana kumfanya Yesu asikose kumtii Mungu, He says, akose kumtii Mungu. akose kumtii Mungu. Anang'ang'ana kumfanya Masihi asiende kwa msalaba, kwa sababu anajua utiifu wa Yesu Kristo hadi msalabani italeta uzima wa milele. Mnanifuata kweli? Nilisema kwamba utiifu mazao yake ni uzima wa milele. So anataka kufanya Yesu akose kutii Mungu, kwa maana anajua Yesu akitii Bwana Mungu wake hadi aende msalabani kama vile alivyoagizwa, ataleta uzima wa milele pale msalaba. Na shetani hataki binadamu aingie uzima wa milele. Hataki sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hataki. Any moment you disobey God, you are exchanging your eternity with whatever it is. Wakati wowote unakosa kumtii Mungu, unabadilisha umilele wako na kitu kingine. Ni umilele wako unabadilisha na usherati. Ukienda kwa uongo, ni umilele wako unabadilisha. Bwana Yesu apewe sifa. He tells Jesus in verse 8 of the book of Matthew chapter number 4, he says, Anamwambia Yesu, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. kwa mara nyingine Ibilisi akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu na kumwonyesha falme zote za dunia na fahari yake. All these I will give you, he said, Kisha akamwambia, nitakupa hivi vyote if you will bow down and worship me. kama ukinisujudia na kuniabudu. Whenever the devil wants to cause a person to disobey God, he just presents the beauty of the world. Wakati wowote shetani anataka kumsababisha mtu akose kumtii Mungu, anawasilisha urembo wa dunia. Look at 1 John chapter number 2 verse 15. Tazameni kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana Then I read 2:15. two more scriptures and stop. Nahitaji maandiko mawili zaidi Kisha na kisha nitasoma maandiko nita. mawili zaidi alafu nisimame pale. 1 John chapter 2 verse 15. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:15. It says, Biblia inasema, do not love the world. Remember when the Lord talks about Babylon, he is referring to the world. kumbukeni wakati Bwana ananena kuhusu Babeli anaashiria dunia. Fallen. Imeanguka. Ameanguka. 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 Babylon the great. Babeli aliye mkuu. He is talking about the fall of the world. Anazungumuza kuhusu mwanguko ama kuanguka kwa ulimwengu. God refers to the earth as Babylon. Mungu anaashiria dunia ama anaita dunia Babeli. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu So lisifiwe. the gospel of God Kwa hivyo injili ya Mungu is announcing the end of the world. inatangaza mwisho wa ulimwengu wa madunia, That the world ya kwamba ulimwengu that has made people not to obey God. ambao umewafanya watu wasimtii Mungu. Wacha tu niseme hivi, hata kwa kanisa tu kama hii, ukiona dada nitumie kwanza dada mfano, amevaa, anajua anafaa kuvaa koti mrefu na anajua ni kwa nini, lakini anaifanya inakuwa fupi. Bwana Yesu apewe sifa. Bado anasumbuliwa na tamaa za dunia. Mungu anataka vae refu, lakini tamaa ya dunia imesonga moyo wake, inamsababisha akatai kutii Mungu, anavaa fupi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tamaa za dunia ndiyo inazuia watu kutii Mungu.
So that is why God is coming to judge Babylon. Ndio sababu Mungu anakuja kuhukumu Babeli. He says in 1 John chapter 2 verse 15, Anasema waraka, do not love the world or anything in the world. Usiupende ulimwengu wala mambo. If anyone loves the world, kama mtu yeyote akiupenda love for the Father is not in them. Upendo wa Baba haumo ndani yake. The Lord is instructing the church not to love the world. Bwana anaagiza kanisa lisipende ulimwengu. You cannot love the world and at the same time love God. Hauwezi kupenda ulimwengu na pia upende Mungu. So either you love the world, aidha upende ulimwengu, hate God, umchukie, or love God, ama umpende Mungu, hate the world, na uchukie ulimwengu. and either na ama yoyote kati ya hayo mambo, there is a consequence. Kuna madhara. If you love the world ukipenda ulimwengu more than God, zaidi ya Mungu, there is a consequence. Kunayo madhara. Judgment of God is coming. And if you love God na ukimpenda and reject the world, na ukatae the world must persecute you. Lazima ulimwengu ukutese. Njia yoyote ile. So it is you to choose. Kwa hivyo ni wewe kuchagua. To love God, upende Mungu, be persecuted by the world, na ulimwengu, or ama love the world, upende ulimwengu, be judged by God. uhukumiwe na Mungu. Those two judgments, hizo or hukumu, those two consequences, ama hizo madhara mbili, are not the same. Sio sawa. One moja is partial, ni kiasi, ni ya muda, and another na ingine is eternal. Ni ya milele. If you love the world, ukipenda ulimwengu at the expense of obeying God, ukose kumtii Mungu, His judgment is coming, which is eternal. Hukumu yake inakuja ambayo ni ya milele. If you choose to love God ukichagua and obey the instructions of holiness, na utii maagizo the world will hate you and persecute you. Ulimwengu utakuchukia na kukutesa. But for a little while. Lakini kwa kitambo tu kidogo, kwa muda tu. Now you can tell me what a wise person should choose. Sasa mnaweza kuniambia mtu mwenye hekima anapaswa kuchagua gani? Let us clap to Jesus. Wacha tupigie Yesu makofi. Do not love the world. Usiupende ulimwengu or anything in the world. Ama wala mambo yaliyo. Verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali utokana na ulimwengu. The world and its desires pass away. Na ulimwengu unapita pamoja. But whoever does the will of God lives forever. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu, whoever obeys the command of God lives forever. Yeye afanyaye mapenzi ya Mungu na kutii neno la Mungu ataishi milele. If Adam and Eve continued obeying the word of God, ikiwa Adamu na Hawa wangeliendelea kulitii neno la Mungu, there would be no death. Hakuge kuwepo na kifo. Obedience to the word of God is eternal life. Utiifu kwa neno la Mungu ni uzima wa milele. However costly it is, hata kama ni ya gharama kiwango gani, painful it may be, hata kama ni chungu kiwango gani, but just obey God. Lakini wewe mtii tu Mungu. However odd you may be, hata kama utaonekana wewe ni tofauti kabisa, just obey God. Wewe mtii tu Mungu. It brings eternal life. Inaleta uzima wa milele. He's saying, anasema, those who choose to love the world, wale ambao wanachagua kupenda ulimwengu, whatever it is that makes you to love the world, it is temporary. Chochote kile ambacho kinakufanya upende ulimwengu ni cha muda mfupi tu. So you realize in that scripture that, kwa hivyo mnatambua kwenye hilo andiko ya kwamba those who love the world, wale wanaopenda ulimwengu, cannot obey God. Hawawezi kumtii Mungu. You cannot. Hauwezi. If you love sexual sin, ukipenda, you cannot obey God. Hauwezi kumtii Mungu. If you love pombe, you cannot obey God. Ukipenda pombe hauwezi kumtii Mungu. If you love the world, ikiwa unapenda ulimwengu, the beauty of the world, urembo wa ulimwengu, it is impossible to obey God. Haiwezekani kumtii Mungu. But those who obey God, lakini wale wanaomtii Mungu, have eternal life. Wako na uzima. So the devil will always present the world to you. Kwa hivyo kila wakati shetani atakuwasilishia dunia. Because he knows that whoever loves the world cannot love God. Kwa sababu anajua yeyote aupendaye dunia ama ulimwengu hawezi kumpenda Mungu. That whoever loves the world cannot obey God. Ya kwamba yeyote aupendaye ulimwengu hawezi kumpenda Mungu. Cannot obey God. Hawezi kumtii Mungu. To love God, kumpenda Mungu, means to obey God. Inamaanisha kumtii Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Hata mwanamke apendaye mume wake ni yule anayetii mume wake, huyo mume.
Bwana pewe sifa. When you read in John 14:15, Munaposoma kitabu cha Yohana 14:15. John chapter 14 verse 15. Kitabu cha Yohana 14. If you love me, keep my commands. Biblia inasema kama munanipenda mimi, mutashika amri zangu. Those who love God Wale wampendao Mungu are those who keep the command of God. ni wale ambao wanazishika amri za Mungu. You cannot claim you love God Hawezi kudai unampenda Mungu and yet na ilhali you don't keep his command. wewe hauzishiki amri zake. Unatwanga mke wako ngumi vibaya sana. Bwana anasema kwamba wake watiini waume wenu. Wewe hata hata uheshimu mume wako, hata umtii. You cannot claim you love God and you don't obey his command. Hawezi kudai ya kwamba unampenda Mungu na ilhali hauzishiki amri zake. Bwana anaamrisha tuwe wapole, lakini wewe uko na fujo nyingi sana. You cannot claim you love God Hawezi kudai unampenda Mungu and yet you are not obeying his command. na ilhali wewe hauzitii amri zake. To love God Kumpenda Mungu is to obey his ni command. kutii amri zake. You cannot say you love God. Hawezi kusema unampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Na asifiwe. hata fungu la 10 utoi. You cannot claim you love God Hawezi kudai unampenda Mungu and yet na ilhali you are not even preparing for the kingdom of God. hata haujiandai kwa You are ajili not ya even ufalme living wako. a separated life. Hata hauishi maisha ya kujitenga. Wewe umejichanganya tu na watu. Let us clap to Jesus. Wacha tupigie Yesu makofi. In finishing, brethren, Katika kumalizia wapendwa, I want to read the book of Revelation nataka nisome kitabu cha Ufunuo. as I finish Ninapomalizia. chapter number 18. Sura yake ni ya 18. Chapter 18. Sura ya 18. Whoever loves the world, Yeyote aupendaye ulimwengu, you are exchanging your eternity. wewe unabadilisha umilele wako. Had Jesus accepted the kingdoms of the world Kama Yesu angezikubali falme za dunia on that occasion, katika tukio hilo, when the devil presented the kingdoms of the world to him, wakati shetani aliwasilisha falme za dunia kwake, hallelujah, haleluya, doing that kufanya hivyo would mean ingemaanisha exchanging the eternity of human beings kubadilisha umilele wa wanadamu with the world. na ulimwengu. Whenever you receive the world, Wakati wowote unapokea ulimwengu, you are giving your soul, wewe unapeana nafsi yako, your eternal life. uzima wako wa milele. Daktari okay, tunamaliza the last scripture. Revelation chapter 18. Kitabu ni cha Ufunuo 18. He says in verse 4, then I heard another voice from heaven say, Mstari wa 4, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, come out of her, my people, tokeni katikati yake enyi, so that you will not share in her sins, ili musije mukashiriki dhambi zake, so that you will not receive any of her ili plagues. musije mukapatwa na pigo lake lolote. He is saying Anasema to the church, kwa kanisa, the people of God is the church. watu wa Mungu ni kanisa. The Lord Bwana is asking the church anauliza to kanisa come out of the world. likaweze kutoka kwa When you ulimwengu. get deeper, Wakati unaingia he kilindini, is as well referring to rapture. anazungumzia kuhusu unyakuzi. He is saying, Anasema church, kanisa, prepare for rapture. jiandae kwa ajili Because ya, only rapture, kwa sababu ni unyakuzi tu, only through the rapture ni kupitia tu unyakuzi can human beings come out of the world. wanadamu wanaweza kutoka kwa The ulimwengu. only way out of the world Njia tu ya kutoka kwa ulimwengu is rapture. ni unyakuzi. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Come out of her. Meaning come out of the world. Kumaanisha tokeni kwa ulimwengu, So that ili ya kwamba you do not share in her sins. musishiriki dhambi zake, So that ili kwamba you do not share in her judgment. musishiriki hukumu zake. In other words, Kwa maneno mengi, whoever loves the world yeyote anayependa ulimwengu and share in the sins in the world na anashiriki katika dhambi za ulimwengu must
lazima share in the judgment that is coming to the world. ashiriki hukumu ambazo zinakuja kwa You dunia. cannot enjoy the sins of the world Hauwezi furahia dhambi za and then ulimwengu expect a miracle to happen when God comes to judge the world. alafu utarajie muujiza ufanyike wakati Mungu atakuja kuhukumu ulimwengu. Eti utoroke. Ati utoroke. No. Hapana. Whoever shares in the evil of the world Yeyote anayeshiriki katika uovu wa ulimwengu must also partake of the judgments coming to the world. pia lazima ashiriki hukumu So ambazo come out zinakuja. of Kwa hivyo tokeni miongoni We mwa must deliberately choose lazima as tukusudi Christian believers kama waumini wa Kristo to separate ourselves from the evil that is taking place on the face of this. kujitenga na uovu ambao unafanyika katika uso wa dunia hii. If you be a partaker, Ikiwa utakuwa mshiriki, Bwana Yesu apaye sifa, hautahepa hukumu inayokuja juu ya dunia. But listen to this scripture. lakini sikilizeni hili andiko. It says, verse 9 now. Mstari wa 9 sasa. When the kings of the earth who committed adultery with her and shared her luxury see the smoke of her burning, they will weep and mourn over her. Wafalme wa dunia waliozini naye na kushiriki anasa zake watakapoona moshi wa kuugua kwake watamlilia na kumwombolezea. The earth is luxurious. Dunia ni anasa. The world is full of luxuries. Dunia imejaa raha na anasa. Friends, Marafiki. you have friends that are not born again. Una marafiki ambao hawajaokoka. And you really enjoy their company. Na unafurahia Maybe you are a sana. youth. Unafurahia urafiki wao kumaanisha wewe ni kijana. Unapenda sana kukaa mahali wanakaa wanapoongea mastori zao za usherati. Unapenda sana kukaa hapo. Unatembea na wao, you know, lakini umevaa tu vizuri. You are dressed. Umevalia tu nadhifu. Ama ni suti, ni kijana umevaa tu suti, lakini you love the company of wicked people. Unapenda ushirika na urafiki wa watu waovu. You enjoy their stories. Unafurahia hadithi zao. They share with you. Wanaiba, wanashiriki nawe. Hallelujah. Hallelujah. You enjoy their company. Unafurahia ushirika wao. The Lord is instructing that let us come out of them. Bwana anaagiza ya kwamba tutoke kwao. Separate yourself. Jitenge. Because judgment is coming to them. Kwa sababu hukumu inakuja kwao. And as long as you are tied to them, na ili muradi umeshikamanishwa when they are judged, wakati you will be judged. Pia wewe utahukumiwa. Why? Kwa nini? In the first place, kwa nafasi ya kwanza, you did not even rebuke them hata haukuwakemea for the evil they committed. kwa uovu walioutenda. Instead, badala yake, hallelujah, hallelujah, you encouraged them. Wewe uliwahimiza waendelee tu na uovu. Come out. Toka. Whoever shares in their sins must share in their judgment. Yeyote anayeshiriki katika dhambi zao lazima pia ashiriki hukumu zao. The kings, wafalme, the people, watu but enjoy the luxury of this world, ambao wanafurahia anasa ya ulimwengu huu. Hallelujah. Hallelujah. The luxuries of this world. Anasa za ulimwengu. In the television. Kwenye televisheni. Masturbation and pornography. Kupiga punyeto na pornografia. Na filamu za vita. Na filamu za vita. Hallelujah. Hallelujah. Una watch. You are sharing in the luxury of the world. Unashiriki katika anasa za ulimwengu. When the world is judged, wakati ulimwengu, you will be judged. Pia wewe utahukumiwa. You will not escape. Hautakwepa. Come out. Toka. Stop that. Komesha. Separate yourself. Jitenge. You are children of God. Nyinyi ni watoto. You belong to God. Nyinyi ni milki ya Mungu. Hallelujah. He said, anasema, those who share in the luxury of the world, wale ambao wanashiriki anasa ya ulimwengu, wanapewa sifa. For whatever reason. Kwa sababu yoyote. Somebody may tell me, but pastor, mimi watu wa kwangu rather ndugu zangu dada zangu hawajaokoka. Sasa hata nisiongee na wao. Kweli? Hata wakati wanapiga mastori zao za usherati bado uongee tu na wao. Hallelujah. Sasa pastor, mimi nitafanya aje? Mimi sijui vile utafanya. Andiko linasema, hallelujah,
We must obey God. Lazima tumtii Mungu, Not man. sio mwanadamu. Hakuna vile ninaweza kuiweka sukari ama ni sugarcoat ikae mzuri. It is just dry like that. Iko tu We kavu must namna obey hiyo. God. Lazima tumtii Mungu. I've severally told you about my testimony, how it was so tough and tight. I was caught up between God and my parent. She Nilijipata wants me kati, to obey her, and God also wants me to obey him. So I thank God that he helped me to obey God. namshukuru Mungu kwa sababu alinisaidia And when I nimtii Mungu. chose to obey Na God, wakati nilichagua kumtii Mungu, finally even my mother got born again. hatimaye hata mama yangu aliokoka. But had I obeyed my mother, Lakini kama ningelimtii mimi mamangu, na yeye pamoja wapi? Let me finish. wacha It says, tumalize. verse Anasema, 10. mstari wa 10, Terrified at her torment, they will stand far off and cry, woe, woe to you, great city, you mighty city of Babylon. In 1 hour, your doom has come. watasimama mbali na kulia kwa hofu kutokana na mateso yake na kusema, ole, ole, e mji mkubwa, e Babeli mji Serious. hukumu yako imekuja katika That the whole known world, ya kwamba dunia yote inayojulikana ilivyo kubwa, iliyo kubwa 1 hour peke yake itakuwa imeisha. kwa saa moja tu itakuwa imeisha. Dunia uliyoipenda, iliyokusababisha ukatae kumtii Mungu, inakuja kuharibiwa. And it says, Na anasema verse 11, the merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore. wafanyabiashara wa dunia watalia na kuomboleza kwa sababu hakuna nunuaye bidhaa zao tena, Cargoes of gold, bidhaa za dhahabu, silver, za fedha, precious stones, za vito vya dhamani and pearls, na vya lulu, fine linen. kitani safi. Is now counting the things in the world that make people to disobey God. Sasa anahesabu vitu vilivyomo duniani ambavyo vinasababisha watu wakose kumtii Mungu. Hallelujah. Haleluya. Silver, gold, Fedha, dhahabu and sexual immorality iko pale ndani. na uasherati pia iko hapo ndani. It says, Anasema cargoes of gold, silver, precious stones and pearls, bidhaa za dhahabu, za fedha, za vito vya dhamani na za lulu, fine linen, purple, silk and scarlet cloth, kitani safi, nguo ya zambarau, hariri, nguo nyekundu, every sort of citron wood, aina zote za miti ya and manukato articles of every kind, Na vifaa- made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble. na vifaa vyote vya pembe za ndovu, vifaa vyote vya miti vyenye dhamani kuliko vyote, shaba nyeusi, chuma na marmar, Cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, mudalasini, vikolezi, uvumba, manemane, uvumba wenye harufu nzuri, divai, mafuta ya zeituni, of fine flour and wheat, unga mzuri wa ngano, cattle ng'ombe and sheep, na kondoo, horses farasi and carriages, na magari, and human beings sold as slaves. watumwa pia na roho za wanadamu. Asante, Kiswahili imenisaidia. Nilikuwa na NIV ingine yenye nasema and souls of men. Na And nafsi souls of men. Nani ako na hiyo NIV? na nafsi ama roho Kama za yako inasema wanadamu. and souls of men. And souls of men. Lakini hiyo inasema na roho za wanadamu. When I was reading that scripture, it shocked me. Wakati nilikuwa nasoma hilo andiko ili The nishtuke. Lord is talking about the activities that are running on the face of the earth Bwana ananena kuhusu shughuli ambazo zinaendeshwa chini ya dunia, that make people not to obey God. ambazo zinawafanya watu wasimtii It is Mungu. business. Ni biashara, Gold, dhahabu, silver. fedha, And it seems it was barter trade. Actually, it was barter trade. na inaonekana ilikuwa ile biashara ya kubadilishana vitu. Others come in with gold, Wengine wanakuja na dhahabu, go out with silver. wanatoka na fedha. Some come with sheep. Wengine wanakuja na meli na kondoo, They go back with
with cows. wanarudi na ng'ombe. And in the list of the merchandise, Na katika orodha ya biashara ya bidhaa, and in the list of merchandise, na katika orodha ya bidhaa, in that market, katika hilo soko, I was shocked. nilishtuka. There is also souls of men. Pia kuna roho za wanadamu. Souls are also being sold in that market. Pia roho zinauzwa kwenye hilo But soko. remember, it is barter trade. Lakini kumbukeni, ni ile biashara ya kubadilishana Somebody bidhaa. comes with gold, Wengine wanakuja na dhahabu, goes with sheep. anaenda na kondoo. Another comes with his own soul Mwingine anakuja na roho yake mwenyewe and sells that soul. na anauza hiyo roho Goes back with silver. na anarudi na fedha. Be careful Makinikeni with the things in the world. na vitu vilivyomo ulimwenguni. Whenever you take the things of the world, Wakati wowote unachukua vitu vya ulimwengu, you do so at the exchange of your soul. wewe unafanya hivyo kwa kubadilisha na This was roho a yako. market. Hii ilikuwa ni soko. This was a market. Hili lilikuwa ni soko. And the merchandise listed, Na ile Bidhaa. bidhaa ambazo zimetajwa, zimeorodheshwa pale. zimeorodheshwa pale. Anamaliza kwa kusema and souls of men. Anamalizia kwa kusema na roho za wanadamu. Meaning people exchange their souls in the world for the earthly material. Kumaanisha watu wanabadilisha roho zao kwa vitu vya ulimwengu. Some exchange their souls Wengine wanabadilisha roho zao with sexual sin. na usherati. Another exchanges his soul Mwingine anabadilisha roho yake with robbery. na Another unyang'anyi. exchanges his soul Mwingine anabadilisha roho with yake witchcraft. na uchawi. Anytime Wakati wowote you give yourself to witchcraft, unajipeana kwa uchawi, you are exchanging it with your soul. unaibadilisha. Anytime Wakati wowote you indulge in the earthly sinful activities, unajihusisha katika shughuli za kidunia za dhambi, it is your soul you are giving. wewe unapeana roho yako. When the devil wanted Jesus to take half of the cities of the world, Wakati he shetani- wanted the Lord to do so at the exchange of the souls of human beings. Wakati shetani alitaka Yesu akaweze kuchukua nusu ya dunia, alitaka achukue vitu na abadilishane na roho yake, Roho ya wanadamu. roho ya wanadamu. Because if Jesus took the Kwa sa- kingdoms of the earth, Kwa sababu ikiwa Yesu angelichukua falme za dunia, would he have gone to the cross? na je, angelikwenda msalabani? No. Hapana. And if Jesus did not go to the cross, Na ikiwa Yesu hangelienda msalabani, would our souls been purchased? na je, roho zetu zingenunuliwa? Allow me to tell you like this. Niruhusu nikaweze kuambieni hii. When I sat Wakati niliketi to consider this scripture kutafakari andiko hili from the instruction of the Lord in the book of 1 John chapter 2 verse 15 to 17, kutokana na agizo la Bwana kutoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 hadi 17, do not love the world. msiupende ulimwengu. I asked myself, Nilijiuliza mwenyewe, in that market katika hilo soko there are sheep, kuna kondoo, there are cows, kuna ng'ombe, there is gold, kuna dhahabu, there is silver, kuna fedha, and there is also souls of men. na pia kuna roho za So wanadamu. I asked myself, Kwa hivyo nikajiuliza, who is this merchant? Na- Who is this merchant? We call him merchant or what? huyu mfanyabiashara ni nani? Huyu mfanyabiashara ni nani ambaye anaingia katika soko hili na ananunua nafsi za watu? Hata wewe, hata nyinyi mniusaidie. Ni soko inauza sheep, inauza cows, inauza gold vile tumesoma, na pia kuna nafsi za By the way, only if I had that Bible, inasema slaves, I allow you. Ukichukua hiyo Biblia, naomba msaidie na hiyo simu asome, fungulia yeye, pata, fungua tu, alafu pati nisome, because I took my time to study that scripture. Kwa sababu nilichukua muda wangu mzuri kuzingatia kusoma hilo andiko. Mungu anatenganisha mambo mawili katika andiko hilo. Ukisoma hiyo NIV, anasema slaves and souls of men, so that you don't confuse. Akisema souls without saying slaves, utafikiria walikuwa naongea kuhusu slaves, lakini anahakikisha amesema slaves
and souls of men. So kuna Anasema- kuna wale watu wanakuja kununua wanadamu aenda mlimie, lakini ni nani huyu ananunua soul? Kwa sababu soul sio kitu ya kushikwa. Who is this? Akona haja na souls ndani ya hii soko. Umepata hiyo NIV? Kuna NIV, leta nitakupatia. Nisaidie so that tusome. Is somebody with King James? Umeipata? Okay, soma. Who is this buying souls in this market? Na je, huyu ni nani ambaye ananunua nafsi kwenye hili soko? Soma. Verse 13. Mstari wa 13 Biblia. Soma yote. Soma. Verse 13 peke yake. Revelation This is Revelation 20. and 18. Fanya tu 18. Inaenda lete hapa. Lazima niwasomee hii. I took my time to study because I wanted to understand why does the Lord. Umepata? Ni Swahili version. Swahili. Okay. Hiyo inasema soma tu. Biblia inasema bidhaa za mdalasini, Verse 13. mstari wa 13 Biblia inasema bidhaa za mdalasini, vikolezi za uvumba, manemane na uvumba wenye harufu nzuri, za divai na mafuta ya zeituni, za unga mzuri na ngano, ng'ombe na kondoo, farasi na magari, na miili na roho za wanadamu. Miili na roho za wanadamu. Then I realized miili, the slaves. Watumwa. Miili na he separates the body and the soul. Anatenganisha mwili na roho. Kizungu pale. Verse 13. Mbio tu. Cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and carriages, and bodies and souls of men. Who is this Je, huyu ni nani that goes to that market ambaye anaenda kwenye to hilo look soko for souls? kutafuta roho? Some go for sheep. Wengine wanaendea Some kondoo, go for cows. wengine wanaendea ng'ombe, Some go for gold. wengine wanaendea dhahabu, Some go for silver. wengine wanaendea fedha. But who is this Lakini je, huyu ni that nani go for souls? ambaye anaendea roho? And remember, it is barter trade. Na kumbukeni ni ile biashara ya He kubadilisha gives you bidhaa. gold Anakupatia and you dhahabu give him soul. alafu unampatia roho, Unampa nafsi. unampa nafsi. Do not love the world and the things in the world. Whenever you receive the things in the world, you are exchanging it with your soul. Musiupende ulimwengu na vitu vilivyomo ulimwengu. Wakati unapenda ulimwengu, unabadilisha na nafsi yako. Hallelujah. And then I realized Na kisha nikatambua there are only two merchants kuna wafanyibiashara tu wawili that are in need of souls. ambao wana haja na nafsi. One is called Jesus Christ, Mmoja anaitwa Yesu Kristo and the other is called the devil. na mwingine anaitwa Shetani. But one of them Lakini mmoja wao has got no equivalent amount of payment for a soul. hana ile malipo ambayo Malipo tosha ya nafsi inayotoshana na gharama tosha, whatever. Hallelujah. He only enters that market to steal. Yeye anaingia tu kwenye hilo soko kuiba. He's a thief. Yeye ni mwizi. But the other one Lakini yule mwingine has got equivalent amount of payment for the souls of men. yeye ana Revelation malipo tosha kwa ajili ya nafsi za wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. I'm just warning us, please. Usipende dhambi. Whenever unaichukua, unaifanya, you are doing it at the exchange of your soul. Revelation chapter 5 verse 9 it says, and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation
Ufunuo 5:9, nao wakaimba wimbo mpya wakisema, wewe unastahili kukitwaa kitabu na kuzivunja lakiri zake, kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila, kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Bwana Yesu apewe sifa. The only rival the devil has in that market, yule ambaye ni yule adui tu ambaye shetani anaye kwa hilo soko, is Jesus. ni Yesu. And he knows so well, Na anajua vyema kabisa, only the blood of Jesus ni damu tu ya Yesu can purchase the souls of men inaweza kununua nafsi za wanadamu and take them to heaven. na kuwapeleka mbinguni. That is why he never wanted Jesus to go to the cross. Ndio sababu pour kamwe the blood. Ndio sababu purchase people. Ndio sababu kamwe katu hakuitaka Yesu ende msalabani amwage damu yake na anunue watu. Akamwambia, ukiniinamia nitakupa nusu ya dunia, the world. Dunia. So whenever the devil gives the world, he is doing so to steal the souls of people. Kwa hivyo wakati wowote shetani anawasilisha dunia, anafanya hivyo. Don't love the world and the things in the world. Musipende ulimwengu na vitu vilivyomo ulimwenguni. Money. Pesa. Money. Pesa. Money. Pesa. Money. Pesa. Unafuata pesa hata ukiharibu sheria ya Mungu, you don't care. Unafuatana tunayo. Hata kwa wizi utaifuata tu. Whenever you do that, you are exchanging your soul. Wakati wowote unafanya hivyo, basi unabadilisha nafsi yako. Mtu anafuatana tu na pesa, hata kama ni usherati atafanya tu. Pesa. Haleluya. Asanteni sana. Tusimame tuombe. Nisaidie na simu yako. Wengine ni urembo inasumbua dada, hawezi, hataki kitambaa juu ya urembo, hataki. Na nasikia Mungu akisema ya kwamba siku ya mwisho pale kwa mlango wengine watakuwa nalia, kwa sababu wakati watu walemboa wafunge kitambaa hawakufunga. Imefanya sasa amefungiwa nje. Anataka urembo wake uonekane kuliko wokovu wake. The world. Ulimwengu. Do not love the world. Musiupende ulimwengu. Whoever loves the world, yeyote aupendaye ulimwengu, cannot love the Lord. hawezi kumpenda Bwana. And whoever loves the Lord, na yeyote ampendaye Bwana, obeys the Lord. anamtii Bwana. Tuinue mikono tu. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. Lord, I thank you. Bwana, nakushukuru for the opportunity that you gave me kwa to fursa, share your word with these precious people. Kwa fursa ulionipa nikaweze kushiriki neno lako na hawa watu. Father, as we live, Baba, tunapoondoka, please help us. Tafadhali utusaidie. And separate us from the world. Na ututenganishe na ulimwengu. Establish your word. Imarisha neno lako. In the center of our desires. Katikati ya tamanio yetu. So that we may desire to do your word. Ili ya kwamba tukaweze kutamani kutekeleza neno lako. And reject the world. Na tuukatae ulimwengu. I thank you, Father. Na kushukuru Baba. For the word of God. Kwa neno la Mungu. That separate us from the world. Ambalo linatutenganisha na ulimwengu. And the things in the world. Na vitu vilivyomo ulimwengu. The lust of the eyes. Tamaa ya macho. The lust of the flesh. Tamaa ya mwili. And the things na vitu that arouse the sinful nature. Ambavyo vinachochea na kusisimua asili ya dhambi. Please sanctify us. Tafadhali ututakase. With your word. Na neno lako. And make us holy. Na utufanye watakatifu. Ready. Walio tayari. For the day of departure. Kwa ajili ya siku ya kuondoka. To the kingdom of God. Kwenye ufalme wa Mungu. Thank you, Lord. Asante In Bwana. Jesus' mighty name I pray. Katika jina kuu la Yesu nimeomba, amen.